Changamoto ya kutokupata mtoto kwenye ndoa inasababisha migogoro nyingi kati ya familia, kati ya mume na mke pamoja na ndugu. Na hilo ndilo lilowakuta Oluwatife pamoja na mume wake Benjamin. Baada ya miaka 3 ya ndoa yao, hakuna mtoto na hakuna dalili zozote. Amaka moja kwa moja mpaka kwa Benjamin huko mjini. Alipofika akagonga, mlinzi akaja kumfungulia. Akaambia nani? Akaambia nimekuja kumuulizia Benjamin. Akaambia Benjamin hayupo. Akaambia naweza nikamsubiri. Akaambia sasa utakaa wapi? Akaambia naomba nikae hapo nje. Akaambia sawa, karibu. Akaingia. Alipoingia akakaa. Baadaye Benjamin huyo anarudi. Anafika anamuona Amaka. We. Akaanza kumwambia, umefuata nini hapa? Ondoka kwangu. Umekuja kufuata nini? Akaambia wewe umenitelekeza kule kijijini. Unataka mimi niishije? Nimeshasema hapa sitoke. Amaka nimesema ondoka. Vile anamvuta aondoke. Amaka kagoma. Akaambia basi ngoja nikupangie sehemu ulale ili asubuhi uondoke urudi kijijini. Mimi nitakupa hizo pesa unazotaka. Amaka kagoma na akamwambia basi. Wakaona huyu anatusumbua. Mlinzi pamoja na Benjamin wakashirikiana wakamtoa nje. Benjamin akamfokea sana mlinzi. Kwa nini umemruhusu? Kwa nini umemruhusu aingie? Kwa nini? Mlinzi akati anaomba samahani. Akamwambia ukirudia tena siku nyingine nitakufukuza. Basi akamfukuza akatoka. Amaka akakaa nje. Baadaye Benjamin roho ya huruma tu ikamuingia. Akampigia simu aunti yake. Akamwambia aunti, kwa nini lakini umefanya hivyo? Umeamua kumuelekeza ninapoishi. Akamwambia utakaje? Wewe umeniblock. Hutaki kuongea chochote kuhusu sisi. Hutaki kujua chochote. Unataka nifanyeje? Akamwambia sasa aunti, naomba uongee naye, umwambie arudi. Ataletea shida. Naomba ongee naye. Basi baadaye yule Benjamin akampigia mlinzi akamwambia aje, akampa hela, akampa Amaka ili aweze kurudi kijijini. Yule akaenda akachukua zile akaenda kumpa Amaka. Amaka akasema sawa. Yule mlinzi akampa pole. Amaka akapokea zile hela, akabeba begi lake akaondoka. Ondoka ameenda mpaka mbele. Akaona hapana, siwezi kurudi hivi. Amaka akarudi tena akakaa pale nje ya geti. Sasa Tife anarudi zake kutoka kazini. Anashangaa pale nje anamuona mdada mjamzito amekaa. Akaingia ndani akamwambia mlinzi, yule nani msichana gani amekaa pale nje afu ni mjamzito? Mwambie aingie. Yule akasema mama achana naye tu. Nimekwambia mwambie aingie. Akaingia. Alipofika akamwambia dada, kwa nini umekaa hapo? Akasema mimi na hiyo hali yako. Akasema nimekuja kumfuata baba mtoto wangu. Ile baba mtoto wangu hataki kuniona, hataki hata niingie ndani mwake. Akasema baba mtoto wako anaishi hapa nilipokaa ndo anapoishi. Akamwambia hapana, itakuwa umekosea address. Hii nyumba anaishi mimi na mume wangu. Akasema ndio, huyo mume wako huyo Benjamin, hii ni mimba yake. Tifu akashangaa. Akasema hapana, unanitania. Ngoja niende nikahakikisha. Akaenda kwa mume wake. Akamfika ndani. Benjamin akamwambia mke wangu vipi? Akaambia vipi kuhusu yule mwanamke pale nje? Unamfahamu yule mwanamke pale nje? Akasema mwanamke gani? Akasema yule mwanamke pale mjamzito. Benjamin akaa ameona hapa mambo yashalibika, akakaa kimya. Akasema kumbe ni kweli. Basi ikambidi aende nje sasa. Akaanza kumwambia Amaka, wewe umefuata nini hapa? Naomba uondoke. Amaka akasema siwezi kuondoka hapa. Yaani siondoke hata ufanyaje. Siwezi kuondoka na nimekuja kuishi hapa. Benjamin alikasirika na cha kumfanya hana. Tifu akalia, akaingia ndani akalia. Basi Benja akaanza kumgongea mke wake. Akamwambia akamgongea na kwamba usikilize, mke wake hata afungue. Baadaye alipofungua akamkuta Amaka ameshaingia ndani amekaa zake sebuleni. Benjamin akaanza kumwambia Amaka, unataka nini hapo? Ondoka. Oluwatife akamwambia Amaka, njoo huku. Akamwambia unampeleka wapi? Akasema umeona huyu ataishi hapa na hii hali yake aliyokuwa naye mpaka nijue nini kilitokea mpaka huyu mwanamke akawa ni mjamzito. Akasema tena wewe ndio utabidi uniambie ukweli. Basi akamchukua Amaka akaenda naye chumbani. Alipofika akamwambia inabidi uniambie kila kitu, ilikuwaje? Amaka akasema mume wako Antiego ndo alinitafuta kwamba mume wako anahitaji mtoto. So watanilipa pesa nyingi ni wabebe ujauzito. Akawa tu anahudumia vizuri. Ila ghafla akakata huduma zote na hata simu akamblock na Antiego hataki chochote tena. Nimegundua kwa nini alifanya hivyo. Kwa sababu wewe pia ni mjamzito ndo maana aliamua kusitisha kila kitu. Akasema kumbe basi. Tife
akamfuata Amaka, akamwambiaje, nimekuacha ukae hapa sio kwa sababu ya mimi sio na moyo mzuri sana, ila ni kwa sababu ya hiyo hali yako. Akasema mwanamke mwingine hawezi kufanya hivyo, kuruhusu wewe utembee na mume wake alafu uishi kwenye nyumba yake. Basi Tife akarudi kwa mume wake, akamuuliza, kwa hiyo ulinidanganya unasafiri unaenda Abuja kwenye mkutano, kumbe ndio ulienda huko Akaambia ulienda kwenye mkutano? Benjamin akasema hapana, sikuenda. Akaambia kwa hiyo ulikuwa zako umenidanganya ili uende ukafanye mambo yako? Akasema hapana, nisamee. Basi Tife akachana na Benjamin. Asubuhi Tife ameandaa zake chai mwenyewe, yupo zake mezani, akamuita Amaka, njoo kula. Amaka akaja pale akasema, unalazimisha kula, unataka kuniua. Akasema nataka kukuua tena? Akasema ningekuwa nataka kukuua ningeshafanya hivyo zamani, sina hiyo shida, ndo maana mpaka saizi upo ndani mwangu. So usifikirie hilo jambo, usije ukafikiria hilo jambo kabisa. Mimi nimekukaribisha kwa sababu ya hiyo hali yako. Akasema yani wewe nimekukaribisha ndani kwangu alafu naendelea kuletea ujeuri? Akasema ndio, kwa taarifa yako na hii nyumba siondoki mpaka nijifungue kwa baba wa mtoto wangu, fanya unachotaka. Ule Tife akakasirika, wema wake wote umemponza. Amaka sasa ameanza kuwa mjeuri, anajiona kama na yeye ni mke wa ile familia. Ule Tife akamwambia Benjamin, mwambie mwanamke wako atoke humu ndani, sitaki kumuona. Benjamin akamwambia Amaka, umeshasikia, naomba pange mabegi yako uondoke, sitaki kuona tena humu ndani. Basi Benjamin na Tife wanakula zao wenyewe pale. Benjamin anajitahidi kujiongelesha, anamuongelesha mke wake, anamuongelesha, ila Tife ipo zake tu kimya, anakula zake. Mara Antiego akaja. Alipofika pale akawasalimia kwa bashasha kabisa, ila ule Tife akamkalia kimya. Anti akamwambia, kwa nini nakusalimia unijibu na hata unisalimii? Nini nimekukosea? Hata amjibu ule Tife. Basi Antiego akajifanya kama hamna chochote alichokifanya, yani akaingia zake ndani, akauliza Amaka yuko wapi? Yuko ndani. Alipofika akamwambia Amaka, Amaka panga mabegi yako tuondoke. Haya yakuwa makubaliano kabisa. Amaka akamwambia, kumbe Benjamin ndio ameamua kufanya huu ujinga. Kwamba amekuita wewe uje unitoe humu ndani. Sasa nimeshasema siondoki. Ikambidi Amaka ashuke mpaka kule chini. Akamwambiaje, sikia Benjamin, yani kama umemtuma Antiego aje afanye ujinga, siwezi kuondoka. Yani siwezi kuondoka humu ndani. Na kama mnalazimisha, nina rafiki yangu mwanasheria, na hakikisha hii kesi naipeleka mahakamani ili wewe na anti yako mwende mkajibu mahakamani. Basi yule Nanelio Tife akati anawasikiliza, akamwambia, sikilizeni, nimeshasema huyu mwanamke sitaki kumuona humu ndani. Sitaki kumuona humu ndani. Tena wewe Antiego, kwa yote ulionifanyia, naweza nisikukaribishe tena humu ndani tena. Kwa kuwa nitaendelea kuwa humu ndani, nimeshasema sitaki kukuona nikiwa humu ndani. Wewe ondoka na huyu mwanamke wako, mwambie aondoke. Basi Benjamin akamlaumu sana Antiego. Akamwambia, Antiego, na ulichofanya umenisababishia ndoa yangu imepata matatizo. Umenisababishia matatizo kwenye ndoa yangu Antiego. Kwa sababu wewe kunishauri yale yote, mimi nisingefikiria kabisa na ulichokifanya Antiego. Basi Tobe kule bwana akawa ameachiwa zake na polisi. Alivyoachiwa moja kwa moja akaenda kwenye gereji. Alipofika pale wafanyakazi wake walipomuona wakafurahi sana. Akauliza, vipi kuhusu shemeji yenu? Akasema, shemeji yetu sisi hatujamuona toka siku wewe umekamatwa hapa, ajaja hata siku moja. Akasema, kweli? Ndio, na tulimwambia asimamie hiyo ofisi na ajaja. Basi akasema sawa. Tife akawa anapanga zake nguo zake anaondoka. Benjamin akamwomba sana, usiondoke mke wangu, usiondoke. Akasema, siwezi kukaa kama na mwanamke huyu yupo humu ndani, siwezi. Na yote mlionifanyia wewe na anti yako, Mungu atawalipia. Atawalipia, naondoka mbali na nyie, naenda kumlea mtoto wangu huko, siwezi kuendelea kuishi hapa. Basi akabeba vitu vyake, akaondoka zake. Tobe alipofika baada ya kuulizia mke wake yuko wapi, akaambia mke wake bwana ameenda kwa nani? Kwa Antiego. Moja kwa moja akaenda zake kwa Antiego. Alipofika kule akamuuliza Antiego, yuko wapi mke wake na mtoto wake? Akasema, mtoto wako kivipi? Akaambia, Amaka yuko wapi? Akasema, Amaka hayupo. Akasema, yani umemchukua mwanangu pamoja na mke wangu mwapeleka kwa mwanaume mwingine? Kwa sababu gani? Akasema, kivipi? Pia yule ni mtoto wa Ben kwa sababu Amaka alala na Ben. Akasema, hapana, yule mimi ni mtoto wangu.
na najua kabisa yule mimi ni mtoto wangu na nina uhakika wa hilo swala. Akaambia kivipi? Akaambia mimi ndo nilikuwa na Amaka siku zote alizokuwa kwenye hatari mwanzo mpaka mwisho. Alipomaliza ndo akasema anaenda sijui kwa anti yake wapi sijui. Akasema kule Amaka bana, akawa amemleta mwanasheria. Mlizi akampigia simu. Akaambia kuna mgeni, akaambia karibu, akaambia huyu ni mwanasheria wake na Amaka. Benjamin akaambia ni mwanamke ni mbaya sana. Yaani unawezaje kumleta mwanasheria kwangu? Akasema ndio, nimekuamulia kwa sababu wewe unataka kunifukuza kwako. Basi Antiego kule akasema basi ngoja twende. Akasema ndio twende leo namtaka Amaka hapa. Basi kwa Beni kesi inaendelea. Yupo na mwanasheria pale anamtisha Beni, anamsomea vifungu pale vya sheria kwamba usipofanya hivi na hivi huyu mtoto wewe na anti yako wote tutawapeleka jela. Amaka mwenyewe anafurahi akaambia wasipofanya na ule mwanasheria anaendelea pale kumpa utaratibu Benjamin. Mara Antiego na Tobe wamekuja. Tobe akaanza kumfokea pale Amaka. Akaambia ni wewe, nakupigia simu zangu upokei, nakutumia message zangu ujibu. Kisa wewe ujinga wako. Yaani umemletea mwanaume mwingine mtoto wangu na kumwambia mwanamke wako na mtoto wake kwa sababu gani? Amaka akaambia mtoto gani? Huyu mtoto sio wako, huyu mtoto ni ya Benjamin. Benjamin aliposikia habari za mtoto sio wake akaambia karibuni, akamkaribisha vizuri Tobe ili aongee. Akasema sikiliza, huyu mtoto ni wangu na nina uhakika kwamba huyu mtoto alokuwa tumboni kwa Amaka ni wa kwangu kwa sababu mimi ndo nilokuwa naye siku zote za Benjamin. Yule mwanasheria anashangaa. Mwanaume mwingine sana anasema mtoto huyu ni wake. Akasema ndio, kwa sababu Amaka muda ambao ananiaga anaenda kwa anti yake ndo nahisi muda ambao alifika kulala na wewe alikuwa tayari mimi ashamaliza ovulation kwa hata kwenye hizo siku zake za hatari. Kwa hiyo huyo mtoto ni wangu. Benjamin akafurahi akasema sasa hapo sawa. Kwa nini Amaka unadanganya? Amaka anaendelea kushikia msimamo kwamba yule mtoto ni wa Benjamin sio wa Tobe. Akasema kwa hiyo nataka mtu mwenye hela ndo umpe mtoto wangu. Hilo swala halitawezekana. Mimi nina uhakika huyo mtoto ni wangu. Tobe ni mbishi, uweze ukamdhulumu mtoto na anakuwa. Benjamin akasema sawa. Tusubiri huyo mtoto azaliwe. Akizaliwa, akiwa ni mtoto sio wa kwangu, Amaka na hakikisha unaenda jela. Wewe Amaka aliposikia jela tena, akaanza kuomba samahani. Akasema nisamee, mimi nilifanya vile kwa sababu niliona Tobe amepata matatizo, akaamua tu. Akasema mbona Tobe alimwambia ni mtoto wake? Akasema nikaamua tu nije huku ili niweze kulea mtoto wangu vizuri. Akasema kwa hiyo kaamua udanganye, umpe mtu mtoto sio kwake. Amaka wewe ni mnyama sana. Mwanasheria akaanza kuomba samahani. Nisamee, mimi sikujua chochote. Amaka aliniambia tu upande wake wa story, sijui. Akasema haya wewe basi uondoke. Mwanasheria akasema mimi naondoka zangu. Akaondoka. Akamwambia Amaka, umezaje kunitia kwenye aibu kama hii? Akaondoka. Basi pale Benja alivyosikia vile akafurahi sana, akasema sawa, ondoka na mwanamke wako. Basi Tobe akaondoka na mwanamke wake. Antiego wapoza kwenye taxi, hamna mtu anamuongelesha mwenzao, yani ile kimya. Benjamin yupo na anti yake. Anti yake akaanza kumuomba samahani Benjamin. Akamwambia Benjamin, nisamee kwa kila kitu kilichotokea. Nisamee, mimi ndo nimesababisha hayo yote. Naomba nisamee. Akamwambia anti, samahani isabishi chochote. Ila ulichofanya umeniharibia sana maisha yangu, umeniharibia ndoa yangu, umenitenganisha na mke wangu kwa sababu ya kile ambacho wewe ulinishauri anti. Umeona matokeo yake, usipende kuingilia ndoa za watu. Akamwambia anti, naomba uondoke. Akasema mimi nitarekebisha, tutafanyaje? Anajua uwezi kufanya chochote, naomba uondoke bwana. Basi anti yake akaondoka. Benjamin akawa ni mtu mwenye huzuni, ana tena furaha, yani jumba nzima iko peke yake, kila sehemu anapokaa anaona pakaliki, yani ni amekuwa mwenye huzuni, anamkumbuka tu mke wake na kile kilichotokea, anajutia kila kitu. Basi akiwa tu siku hiyo amekaa zake mwenyewe kwenye ngazi, mara ana mawazo, mara mke wake akarudi. Alipomwona alifurahi, akaenda kumkumbatia, akaanza kumuomba samahani. Akamwambia naomba unisamee. Nilikosea, niliteleza, naomba unisamee. Najutia kila kitu nilichokifanya. Antiego alinishauri vibaya na mimi nikakubali ushauri. Akamwambia usijali. Mpaka nimerudi hapa nimekusamee. Na nitatafuta muda nisahau kila kitu ambacho kimetokea. Antiego alikuja. Ameniambia kila kitu kilichotokea. Hivyo imebidi tu nirudi ili tuendelee na maisha yetu. Akamwambia naomba unisamee, nashukuru sana kwa kunisamee. Basi pale wakakumbatiana wenyewe. Basi maisha mengine yakawa yanaendelea. Amaka sasa anaanza kwenda kumfuata Tobe amuombe samahani. Akamfuata gereji kwake, amkuta anafanya kazi.
Tobe alifika akaanza kumwomba sema, nisamee mpenzi wangu, nisamee, tuendelee na maisha yake. Tobe kagoma kata akasema siwezi, nimesema ondoka. Wale marafiki zake wanamuombea, msamee bana shemeji na nini. Wanawake akaambia hapana, nimeshasema siwezi kumsamee huyu mwanamke. Mwanamke ana tamaa sana. Nimesema ondoka, nakwambia. Tobe mkali akamfukuza. Basi wiki kadhaa zikawa zimepita pale, Oluwatifu amejifungua, Antiego yuko pale mwenyewe amekashika katoto anafurahi. Wenyewe pale wanamshika mtoto wanafurahi, wakamshukuru Mungu kwa majaribu aliyoyapitisha. Pia Antiego akamuomba sana msamaha Oluwatifu kwa kujaribu kuvunja nyumba yao, na kila kitu kikawa kimeisha vizuri pale. Familia ikawa imeunganika tena kwa sababu ya mtoto. So na mwisho na furaha ya ndoa ikarejea tena kama ilivyokuwa vile mwanzo, wote wakawa wamefurahi. Na Mungu anampa kila binadamu kwa wakati wake. So hilo ni fundisho kubwa, unatakiwa uamini katika maisha kwamba kila kitu kinakuja kwa wakati. So na movie yetu ya Fragile Faith inaishia hapo. Till next time guys, msisahau kusubscribe na kucomment na kutoa maoni yenu kuhusiana na recap yetu. Bye.